Wacha turekebishe kidogo. Wacha nipate kauli ya Bingu hapa wakirekebisha sauti yako. Asante. Unasemaje bwana Titus? Unajua kiujumla mimi kama mwana uchumi kiujumla nitakwambia kwamba hii tax hii budget sio budget ya kusaidia mtu wa kawaida. Kwa sababu gani? Ile budget ambayo inaweza saidia mtu wa kawaida, mwananchi raia wa kawaida yule ambayo hii serikali ilipigania kwamba watasaidia mama mboga, mtu ya bodaboda, watasaidia yule kijana mdogo wa duka pale chini. Unajua hawa kwanza kabisa ile kitu ungefanya na hii budget ya mwaka huu baada ya ile ya mwaka jana ambayo ilileta tatanishi kwamba wangerudisha chini the cost of doing business. Kwa sababu hiyo ndio inafanya vijana, wale entrepreneur, wale hata foreign investors hawezi kuja nchini kwetu Kenya. Kwa sababu gani? Kwa sababu the cost of production is very high. Look at the cost of energy. Mambo ya stima iko juu. Ukiangalia kidogo tu ndugu yangu. Kwa kidogo tu, kwa kifupi tu. Kweli. Malizia kauli yako. Ameibua swala nyeti pale kwamba kuna masuala ambayo bado yanamfaidi mwananchi. Je, ni hulka yetu kama wa Kenya kwamba kila muda kunapokuwa na jambo kama mswada wa fedha, bajeti, ni lazima tuwe na masuala, lazima tulalamike? Lazima tulalamike kwa sababu yule ambaye unampea pesa yako atumie kwa niaba yako ambayo ni serikali, asipotumia vizuri lazima tulalamike, lazima tumwangalie vizuri kila siku. Na ndio maana tunasema kwamba kama serikali haitumii pesa yetu vizuri, kwa mfano ndugu yangu anasema kwamba serikali imereduce budget allocation ya State House. Mimi nataka kumwambia hata saa hizi State House repair inaendelea na wameweka pesa. Unaona? Na mtu hospitali hapa hata Kenyatta watu wanakufa bila dawa. Asante. Naambua sauti iko sawa sasa upande mwingine. Kidogo tu. Utapata nafasi bwana Titus. Waacha kujibu sasa bwana Dandrai. Unajua ndugu yangu, tunafaa tuelewe mambo ambayo yananufaisha mwananchi wa kawaida. Sio mambo ya kuja kupiga siasa ambayo haisaidii raia wa chini. Ana haki pia kuzungumza. Kwa kifupi tu. Wacha tupate malizia kauli yako bwana Dan. Majibu, sisi kama wa Kenya, kwanza siasa zetu tunapiga na kimombo tunaita emotions. Hakuna kitu mtu anaweza ona kitu mzuri inafanyika. Ni shida tu. Na mimi that's why nilikuwa nakupatia katika social protections. Government imelocate 31 billion. Miss wazee wapate pesa yao, orphans wapate pesa yao, disability wapate pesa yao. Haya, hata ukiangalia kwa youth empowerment, utapata serikali imeweka 2.1 billion ili kusaidia wale vijana. Ndugu yangu naongelea Titus. Hiyo hawezi ona. Na hii budget tunatumia saa hii, utapata kama kuna tax kulingana na ile shida tulikuwa nayo na Gen Z ya last year. Hakuna tax imeongezewa. Na hata ukiangalia hizo sections, so amekosea nikamwambia executive, in fact presidential office, hapo ndio tumereduce. Unajua presidential office executive office inabeba travel na nini, utapata tumepunguza na 451 billion. State House peke yake imepunguzwa 500 million. Kwa sababu tunataka hii bajeti isaidie common mwananchi. Na unajua hata ukiangalia inflation vile tumepunguza, in fact we are targeting to reduce this thing to 0.5% at least ikue inflation irudi chini. But common mwananchi utapata kama wanalalamika hii emotion kwa sababu mrengo wamechukua, sisi tunapinga serikali, hata serikali kufanya mzuri. Hata ukiuliza hao ndugu zetu hapa, serikali wapi kama common mwananchi? Tax gani imeongezwa? Anakuambia tax imeongezwa. Kabla nimpatie kauli Bingu hapo, umesema masuala ya vijana na kwenye ile bajeti ya mwaka huu tunaona kwamba wameongeza zaidi ya bilioni 1 kwenye masuala ya vijana ikilinganishwa na ile bajeti ya awali. Je, ni masuala gani ambayo unahisi kwamba wataweza unasema ni kuimprove kulingana na yale ambayo yamefanyika upande mwingine? Sababu kama kuna masuala ambayo vijana wanahisi kuna pengo na sasa bado wanaongeza bajeti, ni kipi vijana tarajie? Unaona kama tukiongelea vijana kama hii mwaka unaona kama wameongeza na in fact wameongeza na 2.3 billion. Hata hizi technical trading tumeanza, social halls and everything. Hapo kuonyesha talents na nini. Hiyo ndio pesa tunasema youth empowerment. Ukienda huko kwetu, example ukienda huko kwetu Siaya, utapata wametengeneza hii youth empowerment pale vijana wanaweza mpira wananuliwa, wako na jezi, wako na talents wale wa kukimbia. Asante. Yeah. Wacha kuna dada hapa anatatizika sana, anataka kukujibu. Bingwa, kabla nikupatie kipaza sauti, anacheka. Jina lako nani alafu mjibu bwana Dan?
Naam. Zile wifi na mnaziona vijijini? Kwa majina ni Asha Mwirigi. Mimi ni kijana Kenya na jivunia nikivumilia kuwa Mkenya. Kwanza ningependa tofautishe budget na finance bill. Manake budget ndio inatuelezea pesa zetu zinaenda wapi. Na I think pali tumefika kama wa Kenya, bill ina propose government inatoa pesa wapi. Lakini shida yetu wa Kenya ni pesa inaenda wapi. Kwa hivyo finance bill imetuelezea kuna mazuri, hata kama wananchi hatupendi kuongelelea yale mazuri ambayo kuna kama mimi an employee, there are several benefits zenye ziko kwa finance bill, but it's mostly affecting businesses, SMEs and startups. Kama hii startup sasa their limit of carrying forward losses has been reduced to 5 years. Hiyo of course inatoa the investments, long term investments and all. Lakini wacha turudi kwa budget. Vitu kama ame-mention jazzy na football. Pali tumefika kusema ukweli. Jazzy itanisaidia aje kuleta chakula? Najua kuna venye ningetaka kusema labda nikicheza labda nikicheza ama ni support talent ama okay, mna support talent ndio, lakini saa hii naangalia nataka kukula kesho asubuhi. Jazzy itaniletea chakula kesho asubuhi. So kitu cha maana ni tunafaa kuangalia pesa zetu zinaenda wapi. Bill imeletwa, tumeletewa, kuna mazuri ndio, lakini pesa zetu zinapelekwa wapi? Asante. Pesa zinaelekea wapi? Mrejeshe aliye nyuma yako kipaza sauti bingwa, jina lako nani, alafu pia kama nilivyouliza wenzako, ile bajeti ni ya kukusaidia wewe na wenzako ama ni ya wale mabwanyenye kule juu? Kwa majina ni Matthew K. Samuel. Mimi ni mwenyekiti, the chairperson National Youth Empowerment Forum, the upcoming MCA my own ward. Na mimi nitaanza na kusema hivi. Kitu ambacho serikali inafanya ni kuongeza kwa kulia na kutoa kwa kushoto. According to how my brother is saying here, serikali inatuonyesha kwamba inapunguza pesa mahali fulani, lakini hizi pesa they know how they are going to benefit on the other side or on the other end. Huyu mwenzangu akiongelea mambo na sports and all of those things, mimi wacha nikuambie kitu kimoja. Hii budget ni budget ambayo imekuja kumaliza mwananchi. Ni budget hata inashinda ile ya 2024. Hii sasa imekuja kutuua na kutunyonga kabisa. Hii ndio inakuja kutumaliza sisi kama wananchi. Because wacha nikuambie kitu kimoja ndugu yangu. Jinsi ambavyo tumekuja hapa. When you are increasing the tax for the investors outside the incoming investors in the country with up to 150%, what are you expecting? What are you expecting this investor will do? The investors will start to shun away to other neighboring countries where the taxes are a bit low. That's number two. That's number one. Number two, anapoongelea about pesa za kuempower vijana, ni vijana wagani wanakuwa empowered. I'm running almost 1,000 youth are under my umbrella, but none of them has benefited from the amount of money. Asante. Usende kwa number 3. Kidogo bado namalizia hii because mimi nimekuja, the reason nimekuja hapa, tujakuja kusikiza upumbavu, tumekuja kutoa maoni yetu na kurepresent wale vijana ambao wanaumia pale chini. The budget is not friendly to mwananchi. The budget is not favoring even the youth, and it will kill us if we talk with this thing. Asante. Pia tuheshimu kauli za wengine. Kuna dada kando yako, mpatie kipaza sauti, jina lako nani, wenzako wanasema pia ile budget ni ya kumfinya mwananchi. Je, upande wako ni ya kumsaidia ama pia tukae tukisubiri kupiga kelele nje ya bunge tukisubiri matumaini? Asante sana. Jina langu ni Njeri Maina, mwaniaji kiti ya Women Rep Murang'a County. Kama yule Njeri Maina wa Kirinyaga. Naam. So hii bajeti si ya mtu wa kawaida, na ndio maana wameweka vipengele hapo ambazo si direct, that you can deduce something that is affecting the common mwananchi directly. For example, tumesema hii tax ya investment inafinya mabwanyenye na hata mtu wa pale chini. For example, kama mtu anaye operate ile kibanda ya M-Pesa, huyo mama wa M-Pesa,
imagine that person, the commissioner will be able to get and to see the amount the person is transacting in a day. This means huyu mtu haezi ficha chochote hata kama anapata mapato kidogo sana. Pale katika kuficha msijue serikali mnafaidika vipi? Atufichi, lakini data protection is very key. Na hakuna mtu ambaye anaweza taka akue anuliwa, I mean to be exposed. Hautaki kukua exposed ambavyo kila data yako inaingia. Kwa hiyo amtaki kuambia serikali mnaingiza hela ngapi? Hapana. Hilo sivyo, lakini kwa nini wewe utake even the commissioner can intrude in my business to understand how much money I'm getting, na mapato ni kidogo zaidi, then you want to overtax me na tena sipati mapato. I'm not getting the benefits of overtaxation. I'm not getting the healthcare. I'm not getting the food because there'll be increased tax in even the basic commodities, even the milk. Asante Njeri Maina. Kuja kwako. Nipata kauli ya Bingu hajazungumza kando yako. Unaitwa nani na pia mwenzako amesema kwamba ile bajeti ni ya kuingiza kwa kushoto na kutoa kwa kulia. Unasemaje? Asante, nilikuwa nimejiintroduce lakini naweza fanya vivyo tena. Mimi naitwa Benson Munene. Mimi nawania kiti cha County Assembly hapa Nairobi, Ndadora. Na kwa kweli, mimi mwenyewe nitasema kwa uhakika na bila uoga wote, hii finance bill tunakuja kuongelelea hapa si ya mwananchi, ni ya wabwenyenye wenye wako huko majuu. Mimi mwenyewe napenda ukulima, hata kama si bundles, napenda ukulima, iko kwa damu ndio. Lakini sasa hivi nilikuwa naangalia venye sasa hivi wamekata ile fertilizer subsidy from, I think it was 14 billion to 8 billion wamekata hiyo. Wakaendelea mbando, tunaona pia ile Rural and Urban Development Fund sector pia wamekata 3.3 billion. Sasa inamaanisha, na tunaona pia wakulima wanaendelea kuongezeka kila siku, lakini serikali nayo inaenda pia inakata zile subsidy. Asante. Kwa kifupi tu, pia nipata kauli ya Bingu. Tutakuja kwa ule ugavi wa hela kwenye sekta mbalimbali, lakini pia nipata kauli yake sababu naomba muda unakamilika. Nipate kauli yake, hajazungumza. Ni sawa sawa. Bingu kando yako unaitwa nani na pia uniambie unaungana na kauli za wenzako ama kidogo na kauli kinzani? Kwanza nashukuru kwa mwaliko huu. Kwa majina mimi ni Francis Monderu. Mimi ni mwaniaji wa kiti cha mwakilishi wadi ya Sirikwa katika kaunti ya Nakuru. Kwamba ningependa kwanza na kumjibu mwenzangu, amesema ametoka bunge la wananchi, lakini jinsi anavyozungumza si bunge la wananchi, anafaa kuwa the National Parliament. Na la pili, amesema kwanza vijana wametengewa hela shilingi bilioni 10. Kwanza niambie serikali, unapotenga pesa za vijana si michezo tu. Si kila kijana ambaye anacheza football, si kila kijana ambaye ako kwa sport. Vijana wengi wanatafuta pesa sasa hivi kwa online, kwa mitandao ya kijamii, kwa burudani, kutengeneza mafunzo. Lakini sasa wanapokuwa wanaongezewa ile tax, ni kuwakandamiza. Unawaongezea pesa ule upande mwingine, ukiwakandamiza huu upande mwingine. Tena ile tax relief kwa wale pensioners na employees na ambao wanapata mshahara mkubwa, ni sawa, hiyo ni relief kwao. Lakini kwa wale wafanyikazi na wale ambao wana mapato ya chini, inawafinya kabisa. Na ndio maana ningetaka kuambia wabunge wetu kwamba tuliwatuma pale wakatutetee, si wakatukandamiza. Kwa sababu wanapotengeneza finance bill kama hii, na mwaka uliopita ilikera wananchi sana, tukaenda pale kwa parliament. That's what they want again, and we want to tell them that they should remember power is very temporary. Asante. Bwana Dandrai, naomba uende kwa bunge la kitaifa si la mwananchi, sababu wananchi wanatofautiana na wewe. Kweli. Nije upande huu mwingine kwa kifupi tu Bingwa. Nikiangalia ufadhili wa bajeti inatarajia mapato ya jumla ya shilingi trilioni 3 na 2.73 itatokana na kodi ambayo italipwa na wananchi, alafu takriban bilioni 500 ni kutoka kwa mapato ya idara mbalimbali ambayo italipwa na serikali. Je, kwa maoni yako una kauli gani? Je, hii kodi itamfinya mwananchi zaidi kama hela nyingi ni kutokana na yale mapato ambayo zalipwa na mwananchi wa kawaida? Asante sana. Bajeti ya mwaka huu 2025-2026 ni ya 4.2 trillion na tumetoka kutoka
2020-2021 Naam. bajeti ilikuwa 2.9 trillion. Unapata ya kwamba bajeti hii inaitwa economic stimulus budget ambayo inafaa kumsaidia mwananchi wa kawaida. Lakini unaona ya kwamba katika bajeti hii ukiangalia kama vile mwenzangu amesema, fertilizer subsidy imeenda chini. Inamaanisha ya kwamba bei ya fertilizer itaenda juu. Na ukiangalia economy ya Kenya, kitu cha kwanza ambayo tunaangazia zaidi ni ukulima. Ukipata ya kwamba Kenya hatufanyi ukulima ya kutosha, inamaanisha ya kwamba hata ile tax ambayo wananchi wanafaa kulipa hawataweza, ama hiyo tax level itaenda chini. Na pia inamaanisha ya kwamba ile budget ambayo imewekwa kwa hiyo ukulima, kama Galana Kulalu wameiwekea bilioni 12.5, inamaanisha ya kwamba hizi miradi za serikali za PPP zitawafaidi wale foreign investors ama wale mabenyenye ambao waliko katika serikali, halitafaidi ule mwananchi wa kawaida. Unakuta tena ya kwamba vifaa vingi vya ukulima tunatoa, kama sukari tuna import kutoka Brazil, kama mchele tunatoa Pakistan, tukiangalia kama wheat tunatoa pia Brazil na India na nchi zingine za nje. So unakuta ya kwamba ile agriculture ambayo tulikuwa tunafanya hapa ama kilimo inaenda chini. Ukiangalia juzi tuliona huko Mwea wakulima wanasema ya kwamba serikali ilikuwa inanunua mchele yao siku ya Kibaki, siku ya Uhuru, lakini katika serikali hii hatuoni ya kwamba serikali inanunua mchele yao. So ile mchele ambayo inatoka India na Pakistan inakuja pale Mwea, inachanganywa na ile, inafanywa blending na ile mchele ya Mwea. So tunaendelea kuua kilimo hapa nchini. Asante. Baadhi ya sekta muhimu kabisa na za kimsingi ni ile sekta ya elimu, afya na labda kilimo. Naambua nafaa kumrejeshia kwa kifupi mwenzangu studioni Busara na Aman, lakini tutarejea na tukirudi tutakuwa tunadadavua kwa kina kabisa kila sekta na hela ambazo zimeweza kutengewa kwenye ile sekta. Waniambie kama wameridhika na ule ugavu wa hela ama bado wanatashwishwi. Kwa Busara. Naam, asante sana Majibu Kitao kwa mazungumzo hayo komavu yakihusisha wakazi wa Nairobi pale, wataalamu, wasomi na vile vile vijana kwa ujumla. Basi moja kwa moja na kurejesha ndani ya studio nikiwa na wageni wangu ambao tayari wameshawasili, na moja kwa moja nachukua fursa hii kuweza kuwatambulisha. Nipo na Kasim Tandaza ambaye ni mbunge wa Matuga, na vile vile niko na Victor Otieno ambaye ni mwana uchumi, na moja kwa moja nawashukuru sana kwa kutenga muda wenu na kujiunga nasi katika matangazo yetu haya maalum. Na moja kwa moja narusha swali langu ambalo ndilo swali la siku. Tumeuliza wa Kenya, tayari makadirio ya bajeti basi yamewasilishwa rasmi bungeni. Kwa hivyo ningetaka kujua hisia zenu kuhusiana na bajeti hiyo. Najua mmepata fursa ya kuidurusu, na vile vile ningependa kujua, je, mnahisi kwamba bajeti hii itaongeza mzigo ama itapunguza gharama ya maisha? Na moja kwa moja labda nianze kwako Mheshimiwa, maoni yako. Asante. Kwanza ni washukuru wa Kenya kwamba wamepata fursa ya kuangalia miswada miwili, kwa sababu kuna mswada wa fedha na mswada wa bajeti. Ijapokuwa kulingana na mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea, bado wa Kenya wanatatizika katika miswada hii miwili. Ni kama wanaileta pamoja na ni tofauti. Lakini tushukuru kwamba serikali hii ya Kenya Kwanza imeweza kuweka mambo bayana. Tusisahau kwamba kulikuwa na kipindi ambacho tungengojea kwa hamu na gamu waziri aingia akiwa na mkoba wake ni umefunguliwa, ni unafuatwa na polisi, ni kama ukiibwa basi Kenya kila mtu anasikiza atazungumza nini. Lakini awamu hizo zilipita, wananchi wanapatiwa fursa. Kuna ule mfumo wa kwamba wananchi lazima wahusishwe, wa public participation, watoe maoni yao, na ndio maana tumefika pale ambapo tupo sasa, wananchi wakiwa wanazungumzia. Lakini nasisitiza kwamba mswada wa kwanza huwa ni ule wa fedha. Ni vipi serikali itaweza kupata fedha ya kuhudumia wananchi, kufanya miradi yake kwa awamu ya mwaka unaokuja kuanzia Juni 25 mpaka Juni 26. Vile ambavyo pesa zitapatikana. Huo ni mswada wa fedha, uko tofauti. Alafu wakipata kwamba tunakadiria kupata pesa hizi, ndio tunakuja katika awamu ya pili wa bajeti. Bajeti ni vile pesa zitakavyo
utatumika. Mswada wa fedha tulikuwa nao wiki 2 zilizopita, wakazunguka sehemu tofauti mpaka Kwale County, wakaweza kuja katika kuwahamasisha wananchi na wananchi kutoa maoni yao ni vipi pesa zitaweza kupatikana. Kwa hivyo hii ni miswada miwili tofauti. Naam. Sasa wakati mwananchi akisema bajeti hii itatuumiza, naona pale huwa ni kama hajafahamu kabisa. Kama ni kuumizwa, angeumizwa na mswada wa fedha huo unaotoza ushuru. Maanake hii ambayo imeletwa bungeni jana iliwekwa katika meza, inasema ilikuwa table, na leo sasa ikawa anaanza kuzungumziwa. Hii hayumiumizi mwananchi kwa sababu sio inayotoza ushuru. Ni kwanza kuna pesa ambayo ni zilipo wafanyaji kazi, hiyo inaitwa recurrent expenditure. Hiyo ni lazima watu walipo, wale ambao katika maofisi mbalimbali na mashirika mbalimbali. Pili ni ile miradi ambayo ni ifanywe. Sasa katika mswada huu wa bajeti watu wangesema labda kama wamechambua, nimeona kuna mradi hapa, kuna bwawa litajengwa. Je, litasaidia wananchi ama halitatusaidia? Tunahitaji hili bwawa ama hatulihitaji? Kwa mfano, kuna pesa ambazo zimetengwa kwa miradi ya stima vijijini katika hii bajeti sasa. Sasa wangekuwa wanasema labda hiyo pesa ni kidogo, ama saa hizi kwetu hatuna haja na hiyo miradi ya stima, lakini kama miradi ya stima ni muhimu hasa kwa vijana, kwa sababu vijana mahali ambao hakuna stima, hata hiyo kazi ya mtandao haifanyi nini? Haifanyiki. So watataka kuchaji simu na mambo kama haya. Sasa kidogo hapa nafikiri kuna hitaji kuelimishwa zaidi. Wananchi waweze kutofautisha hii miswada miwili. Asante sana Bwana Kasim, pengine kwako tusikie maoni yako. Ile mfano ambayo ningetaka kutumia ni ukiwa pale nyumbani uko na mshahara ya 30,000. Naam. Mshahara yako ikitoka kutoka 30,000 iende milioni 1, kunafaa kupaswa kuwa na mabadiliko. Napeana hii mfano kwa sababu ukiangalia ile time ya Kibaki, budget ambayo tulikuwa inatumika Kenya ilikuwa 700 billion. Saa hii tuko kwa 4.2 trillion. Lakini kwa mwananchi budget imekuwa kubwa, lakini ile gharama ya maisha haijabadilika. I think hiyo ndio ile swali kama wananchi tunajiuliza. Huwezi kuwa budget inakuwa kubwa lakini pesa haifiki mfukoni. Ndio unafaa kupaswa kulipa mshahara. But wananchi, the only way watasaidika ni kama serikali inawekeza katika sectors ambazo zitasaidia vijana na wanabiashara wadogo. Ukiangalia katika hii bajeti chini ya 30% ndio ile pesa ambayo inakuwa allocated kwa capital expenditure. Inamaanisha kuwa serikali inatumia pesa zaidi kulipa deni na kulipa mishahara. So inamaanisha kuna wale watu watakuwa sawa, watapata mishahara zao, watakuwa serikali, lakini kama mwananchi wa kawaida, kama serikali haiwekezi katika sectors ambazo zitatusaidia. Na ukiangalia wale mavijana walikuwa naongea pale, walikuwa nasema bei ya stima, gharama ya kufanya biashara nchini Kenya bado iko juu. Ukiangalia ile access to finance pia ipatikani. So inamaanisha kuwa mwananchi bado atazidi kuumia sisi tukizidi kuongea kizungu. Naam, asante sana Victor Otieno kwa maoni yako. Na mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi. Tukirejea basi toka tunazama rasmi kwenye mazungumzo haya nikiwa na Kasim Tandaza ambaye ni mbunge wa Matuga na Victor Otieno ambaye ni mwana uchumi. Kwa hivyo nakusihi uendelee kuwa nasi, usiondoke. TV Muthegi wa Ruriri. This May, the stage is set, the mic is on and the search begins. From raw vocals to big talent, the search is on for Africa's next hit maker. Next Superstar is here. Premiering May 3rd exclusively on Rainbow TV Plus.
Buy a DTT StarTimes decoder for only 1,399 bob or a DTH for 3,199 shillings to enjoy unlimited entertainment. Join judges Size 8, King Kaka, Motif, hosted by Amina and Butita on Next Superstar. Renew your subscription on DTH Smart Bouquet or DTT Basic Bouquet to enjoy unlimited entertainment. StarTimes, enjoy digital life. Naeza kuwa sina godfather, sina any support system, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, in one way or the other, one day one time, mambo yangu itakuja kuwa sawa. One day one time. Kwegwatira skize tune one day one time. Hihinya star 811 star 227 hasha. Wegwatira skize tune one day one time. Dhimoine yaku omothi star 811 star 227 hash. Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa. Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash. Legends get messy. But ushindi cleans legend. Kama huyu anakuja hivi kila siku. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal. Because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends. Thirikari ya Murang'a County itongoretio ni Governor Irungu Kang'ata ni marakurehera kigomano kinene kia biashara nikio Murang'a Investment Conference. Kigomano giki gikahanika kuria Thika Greens Golf Resort tariki 13 na tariki 14 mweri wa June. Kiria kirakuhe mweke wa gucemania na network na investors age na kwiyonera mieke ere kuwa ya wonjoria thini wa Murang'a County. Mieke ta County Industrial and Aggregation Park kuria Kafati, SMEs Park, Export Processing Zone kuria wena mweke wa agro processing na mage maige. Kwiyandikithia ta delegate hihinya star 267 star 21 hash orege hihinya star 267 star 21 hash na marehi no shiringi 10,000. Murang'a Investment Conference 2025, unlocking Murang'a as an industrial hub. Asilwela ukunqoba kuphela, kepha asilwela ukwakha isizwe esinohlonze. Sekunjalo. Naam, shukran za dhati mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kushirikiana pamoja nasi katika makala ya leo ya People's Dialogue. Na kabla mazungumzo yakaweza kuendelea katika studio A na mwenzangu Busara Naman, wacha tukaweza kupata baadhi ya maoni ambayo wewe mtazamaji ambaye ukumbuka hapo awali nilitaja ya kwamba
Wewe ndiwe mgeni wangu katika studio hii ya C, ambapo tutakuwa tukichukua maoni kuhusiana na swala nzima la bajeti ya mwaka 2025-26. Kumbuka tulipokuwa tukianza tulikuuliza swali kwamba iwapo wewe mtazamaji unaamini ya kwamba bajeti ya mwaka 2025-26 itaongeza mzigo au itapunguza gharama ya maisha. Swali letu la siku leo tulikuuliza wewe mtazamaji, je, bajeti inaongeza mzigo au inapunguza gharama ya maisha? Kumbuka tulisema unaweza kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni X na Facebook @Kameme TV na @K24 TV, na hata zaidi kupitia nambari ya WhatsApp inayopita pale chini ya runinga yako. Tupate tu baadhi ya maoni ambayo yameweza kufikia sasa. Tunampata Kamau kupitia mtandao wetu wa WhatsApp, anasema kwamba bajeti hii inaongeza ushuru kwa bidhaa muhimu kama mafuta, sukari na unga. Kwa mtu kama mimi ninayeuza mitumba, kila senti ina maana. Hii bajeti ni mzigo zaidi kwetu. Huyo ni Kamau kupitia WhatsApp. Tunampata pia Achieng Oyo ambaye anasema kwamba wanafunzi wengi bado wanahangaika na karo ya shule na bajeti ingefaa kupunguza gharama ya elimu, lakini badala yake imeongeza ushuru kwa bidhaa za kila siku. Hali imekuwa ngumu zaidi. Achieng Oyo katika WhatsApp. Tunampata pia Mudhoni Queen anasema ya kwamba ninafurahia kuwa kuna mpango wa kuimarisha afya ya umma, lakini je, itatekelezwa ipasavyo? Watu mashinani bado wanalia na gharama ya matibabu. Huyo ni Mudhoni Queen katika mitandao yetu ya WhatsApp. Tuendelee pia. Ali Moha pale WhatsApp anasema kwamba bajeti hii haijazingatia wafanyakazi wa kawaida. Kodi mpya kwa biashara ndogo itatufunga kabisa. Na mkweli semi na hisia mseto pale WhatsApp. Pia tunampata Mutua Eric ambaye anasema kwamba kuna nia nzuri ya kusaidia vijana na biashara ndogo, lakini gharama ya bidhaa imepanda mno, inahisi kama mzigo badala ya msaada. Tunampata pia Chebet Nyona pale WhatsApp, anazidi kusema kwamba ruzuku kwa wakulima ni hatua nzuri, lakini bado bei ya mbolea iko juu. Tunahitaji vitendo, si maneno tu. Wanjala Wanji zaidi pale WhatsApp anasema kwamba hatuoni mabadiliko mashinani. Bajeti kila mwaka inaahidi maendeleo, lakini maisha yetu hayaonyeshi tofauti. Fatma pale WhatsApp pia anaendelea kusema kwamba kwa wanawake wa maeneo ya kame hakuna mipango ya kweli ya kuturahisishia maisha. Bajeti hii haijatuangazia. Huyo ni Fatma pale WhatsApp. Kutokana na hayo ama maoni ya Fatma, Busara naomba nikuregeshe kwako studio pale studio A, ukaweza kuendelesha mazungumzo na wageni wetu walioko upande huo wa studio. Kwako Busara. Naam, asante sana Theo Masharia kwa kutujuza maoni ya Wakenya wakizungumza nasi kupitia kwa njia za mitandao ya kijamii, na moja kwa moja na kurejesha studioni. Nipo naye Kasem Tandaza ambaye ni mbunge wa Matuga, na vile vile niko na mwanauchumi Victor Otieno. Na kabla tuendelee na mazungumzo yetu, tuangazie zile jumbe ambazo tumeziona Wakenya wakizungumza. Wale wanasema mbolea bei iko juu, biashara ndogo kuanzisha ni vigumu, pesa hazipo mfukoni. Wametoa lalama mbalimbali. Pengine unaona kwamba ni vipi serikali inaweza fanya kuhakikisha kwamba wanahisi kwamba wamejumuishwa, wameangaziwa maslahi yao? Kwanza Busara, mtu anayesema mbolea iko juu sijui anaishi nchi gani, kwa sababu ajue kabla ya serikali hii ya Kenya Kwanza kuingia, mbolea ilikuwa kwa gunia wanava kwa jumla 7,000 na zaidi kwa gunia, sawa? Ikarudi mpaka 2,500. Sasa yule anayesema bado iko juu, pengine ipo nafasi labda itafika wakati serikali iweze kutoa mbolea bure, na wasisahau kwamba wakati ikifanya hivyo itakuwa ni ushuru wao ambao tunatoa ndio utaweza kununua zile mbolea. Kwa sababu kuna wakati nafikiri watu hufikiria labda serikali ina pesa zingine mbali na zile pesa ambazo zinachukuliwa kutoka ushuru wetu. Lakini pengine mbolea iko juu kutokana na hali ya uchumi ya sasa na gharama ya maisha. Pengine kulingana na hiyo bei wakati ule pengine wangeweza kununua, lakini hivi sasa inakuwa vigumu kwa kutokana na hali ya maisha. Sasa tuangalie hivi, kama angekuwa wanaweza kununua, basi tungekuwa tulizalisha zaidi wakati ule mbolea ikiwa 7,000 kuliko sasa. Lakini kwa kushukisha bei ya mbolea, na ujue nimesema ni ushuru wa serikali ndio ambao umeweza kufikisha pale ilipofika. Angalia mazao yetu. Kwa miaka 2-3 mtawalia hatuja leta mahindi kutoka nje.
kumaanisha kwamba ile mbolea ambayo ililetwa kwa kushukisha ile bei, wakulima iliweza kuwanufainisha zaidi na kuweza kulima na kupata mazao bora. Tuangalie sekta ya sukari. Kwa muda sasa pia hatujaagiza sukari kutoka nje katika kiwango kile ambacho tulikuwa tukiagiza, na kwa sababu ya ile mbolea ambayo serikali imeweza kurogesha bei chini kupitia ushuru wetu na watu kupata mazao zaidi. Kwa hivyo wakati mwingine nataka watu pia waweze kuwa na takwimu za kisawasawa. Lakini hapo kwa sukari, ukizungumzia sukari hivi sasa, ukiangalia kwamba katika mswada wa fedha ulivyotaja hapo awali inatolewa katika tax zero rated kuingia katika tax exempt usafirishaji wa miwa, si hiyo moja kwa moja itaongeza bei ya sukari? Unajua hapa kuna mambo mawili. Kuna tax exempt na zero rated. Naam. Tax exempt tatizo lake ilikuwa ni moja, na sisi wa Kenya, wakati ukiambiwa iko tax exempt, ulikuwa unasema umeleta, lakini baadaye unatengeneza makaratasi kwamba uweze kulipa, hasa upande wa VAT. Na hilo limekuwa tatizo kubwa, kwamba wafanyaji kazi, wanabiashara wengi wanadai serikali kwamba waliweza kuleta hivyo vitu, na kwa sababu kulikuwa ni tax exempt, sasa serikali lazima iwafidie. Na ukweli wengi hawana ukweli, hawajazalisha. Na unajua Wakenya vile wakati mwingine ambao wanaweza kufanya biashara, sio wote, lakini wengi wanaodai, na ndio maana kulipa imekuwa vigumu. Kwa hivyo saa hizi haijaongeza kitu, ni kwamba tu ile nafasi ya kuwa unaweza kwenda kwa serikali na makaratasi yako useme upatiwe ridhaa, sasa ndio haipo. Kwa hivyo ile tamaa ya kuwa hati hiyo kutoa tax exempt na zero rating inabadilisha bei hamna. Labda wabadilishe kwa sababu ile tamaa yao kwamba zamani walikuwa wanapata faida kupitia serikali ambao bado ni ushuru wetu, na hivi sasa nafasi hiyo imefungwa. Pengine tupate hisia zako Victor. Umesikia hisia za Wakenya pale kupitia mitandao, wamelalamika sana, pengine hisia zako ni zipi kuhusiana na hizo lalama? Wakenya wanaumia tukisema ukweli, either kama umeajiriwa ama kama unafanya biashara ndogo ama wastani. Ukiangalia statistic inakuambia kwa kila biashara 3 zinafunga kwa miaka 3. Hiyo inamaanisha kuna kitu ambayo tufanyi vizuri kuhakikisha kwa wanabiashara wadogo wanafanya biashara vizuri. Ya pili ni ukiangalia ile access to finance kwa wanabiashara wadogo, unapata kwa sababu serikali inafanya a lot of borrowing locally, inamaanisha wale mabenki hawapei wanabiashara wadogo financing. Hiyo ni changamoto. Ya pili, ya tatu, ukiangalia bei ya stima. Bei ya stima ukicompare Kenya within Africa na East Africa bado iko juu. Hiyo ni mzigo kwa mwanabiashara mdogo. Ukiangalia cost of doing business, ile kulipa maleseni na kulipa taxes iko juu zaidi. So ukiangalia the totality ya hizi factors zote, inamaanisha kama wewe ni mwanabiashara, gharama ya kufanya biashara Kenya iko juu, na tukiangalia ile budget in terms of investment kwa serikali kwa wanabiashara wadogo, hatuoni ikitoka vizuri. Ndio maana nilikuwa nasema nikianza, unapata kuwa zaidi ya 70% ya ile expenditure within executive inaenda kwa kulipa mishahara na recurrent expenditures. Inamaanisha kuwa serikali haiekezi katika sekta za wanabiashara wadogo na wakulima. Ina maana that itamaanisha watapata benefit. Na hiyo ndio changamoto ambayo kama Wakenya tunaona wanapitia. Naam, asante. Na Bwana Kasim, labda moja kwa moja tuanze kuiangazia hii bajeti. Tumeona kwamba wametoa mgao katika sekta tofauti. Sekta ambayo inaonekana imevuna pakubwa, sekta ya elimu, maana yake imetengewa takribani bilioni 700 hapa na moja. Na pengine wadau tumewasikia wakizungumza, maana yake awali tulikuwa tunapokea maoni ya Wakenya kule Uasin Gishu, wanasema kwamba kidogo hautoshi. Wadau wanasema kwamba huu mgao uliotengwa ni mwingi ndio kulingana na jinsi ilivyopangwa, lakini wanahisi kwamba hautoshi, wakibua wasiwasi sasa katika mpango wa chakula shuleni. Pengine kwa maoni yako unahisi kwamba ni lipi lingefanywa kuweza kuhakikisha kwamba wadau wanahisi kwamba mgao huu umetosha, hususan katika sekta ya elimu? Kwanza usara tukubali kwamba sidhani kama kuna wakati ambao serikali itakuwa na fedha za kutosha za kufanya kila jambo kwa wakati mmoja. Na tuchukulie tu ni kama wewe una mshahara wako, sidhani kama unakutosheleza. Na hata ukiongezwa pengine wiki 2, wiki 3 unaweza kufikiria labda, lakini baada ya muda bado mahitaji yanaongezeka. Kwa hivyo kwa swala la elimu nakubali kwamba hizi fedha hazitoshi, kwa sababu elimu ina majukumu mengi ya kijamii. Kwa mfano, watoto ambao wanaenda katika vyuo vikuu wanaongezeka kila uchao, na ni vizuri watu wetu wasome,
Lakini sasa ukiangalia katika ile fedha wanayohitaji ili sasa waweze kusoma bure, kwa sababu watu wangetaka watoto wetu wanaoenda chuo kikuu wasome bure, ni matrilioni. Kama utahesabu watoto wote ambao wako katika vyuo vikuu, kuanzia wale ambao wako kwa diploma, TVET na hatimaye hizi universities, hiyo tayari haiwezekani. Na ndio maana serikali ikaleta ule mfumo wa kwamba haiwezekani kwamba kila mtu aweze kulipiwa. Labda tufanye wale ambao hawajiwezi kabisa walipwe takriban zote, wale ambao wana uwezo maalum wakaleta huo mfumo ambao pia umeleta utata, Wakenya wakashindwa kuelewa, wanasema kila mtu alipiwe, ambao ikifanywa hivyo ndio pesa zinazidi kuwa kidogo zaidi. Usisahau kwamba tumekuja na mtaala mpya huu wa CBC, sasa hii unaitwa CBE. Nao pia unahitaji mijengo, unahitaji walimu maalum. Kwa hivyo kuna mahitaji zaidi kuliko vile mwanzo, ambapo tunajua kwamba mpaka sasa walimu hawajatosheleza katika hivi vipango vya tunaita JSS, hii shule ya upili kwa wale ambao bado hawajahitimu kwenda kwa kiwango kikubwa kile cha senior. Walimu bado wanahitajika. Hali kadhalika maabara ambayo yanahitajika. Hali kadhalika vile vitengo vingine ambavyo usisahau kwamba mtaala huu unahitaji viwanja, unahitaji sehemu maalum za wale ambao wana taaluma maalum kama ya uigizaji, ni waimbaji, hivyo vinahitajika vyote. Kwa hivyo hizi pesa hazitoshi. Lakini swala pengine tu tungechambua kwamba je, pesa hizi na vile ambavyo zimeorodheshwa kufanya, je, inafaa, ni hatua ambayo itasaidia wananchi ama sio hatua? Na ukiangalia katika hii bajeti kwa kina utakuta baadhi ya pesa hizo zimelenga vijana. Kuna sehemu ambayo ni sehemu maalum ambazo zitajengwa kwa vijana kuweza kujikuza katika vipawa vyao. Kwa hivyo ningewaomba Wakenya na wale ambao wanaangalia hii bajeti waiangalie kwa kina pesa hizi, mbali na kulipa mishahara, je, baada ya hapo zinafanya miradi gani? Naam, utakuta miradi ambayo imeorodheshwa hapa ni miradi ya kunufaisha, itasaidia mzazi kwa kupunguza gharama na pia kumsaidia vijana katika zile taaluma ambazo zitajengwa. Swala la chakula ni swala nyeti. Na hilo linahitaji bajeti yake mbali. Naelewa. Pengine tumpatie fursa mwenzetu ambaye amesalia kimya kwa muda, Victor pale. Ningependa pia kusikia hisia zako. Hususan tukiangalia hii bajeti, tukiangazia mgao ambao umetengewa Wizara ya Kilimo, ambayo kilimo tunakitegemea sana kama taifa, na imetengewa takriban shilingi bilioni 78. Na unaona kwamba wakulima wanalalamika. Tumesikia wakulima wakisema kwamba mbolea changamoto hapa na pale. Pengine unahisi kwamba hizi fedha wangeongeza ama unaonaje? Ukiangalia pia ile sekta ya ukulima imekuwa, ndio mbolea imechangia, lakini pia ni mvua. Na hii ni baraka kutoka kwa Mungu. So hatuwezi kuja tukasema that ile sekta ya agriculture imekuwa purely because ya mbolea. Tunafaa kuangalia pia hatujakuwa na drought kwa hii miaka 2-3, ndio maana kumekuwa na good harvest. So si kweli kusema ni mbolea peke yake imechangia ile kukua kwa kilimo. Ile changamoto naona kwa hii katika hii bajeti ni prioritization, venye mwenzangu amesema. Ukitaka uchumi ukue na ukitaka serikali ipate ushuru zaidi, lazima ihakikishe kuwa inaekeza katika sectors ambazo ziko na ability ya kulipa ile ushuru. Kiangalia ile sekta ambayo itasaidia globally ni viwanda na ICT. Hizo ni sectors ambazo tukiekeza kuna chances ya kuajiri vijana wengi, na kuna chances that hizi sectors ikikuwa ile 2.2 trillion yenye tunataka from ushuru inaweza patikana. Changamoto ni kuwa tunaekeza katika sectors ambazo hazina ile return on investment kwa mwananchi. Ama kusaidia mwananchi na kusaidia wanabiashara wadogo. Na hapo ndo nasema kunakuwa na changamoto. Ndio tunasema tuko na bajeti kubwa, lakini ile allocation, number one, majority inaenda kwa kulipa mishahara. Ya pili ni ile inabaki, badala kuwekeza katika sectors ambazo ziko na a very high potential ya kuajiri watu na kulipa ushuru, unapata pia ile sekta haijapata ile allocation ambayo inahitajika. Na hapo naona kutakuwa na changamoto na kutakuwa na missed revenue collection na KRA. Na hapo naona kutakuwa na shida. Naam, na tukiangalia sekta ya afya, Bwana Kassim, imewekewa takriban shilingi bilioni 136. Na kuna wadau ambao wanahoji kwamba badala yake
tungeongeza zaidi jinsi elimu ilivyowekewa kiwango cha juu, basi sekta hii ya afya ilikuwa inapaswa iongezewe maradufu, kwa sababu ikizingatiwa hivi sasa Wakenya wengi tunaona wanatabika katika sekta ya afya, na sekta hiyo bado inaonekana kukumbwa na changamoto si haba. Nitakubaliana na wao, isipokuwa tu wajue pesa makadirio ambayo serikali itakusanya ni trilioni 2.7. Hii nyingine kufikia trilioni 4.2 ni za zile tunaita pesa za wafadhili na mikopo. Ujue kwamba pesa za wafadhili wao wanafadhili miradi yao maalum, na pia hutaka serikali iwekezee kiwango fulani ndio waweze kuwekeza pale. Kwa hivyo sio pesa ambayo tunaweza kuwa nayo uhakika kwamba itakuwa. Sasa nakubaliana na kwamba mimi nishaka katika vikao kama mbunge na watu wa SHA, Social Health Authority, wale ambao saa hizi wanaendeleza ya mambo ya afya ambayo nayo imekuwa na mjadala mkubwa na changamoto. Na wakatuambia hii pesa ambayo saa hizi tunalipa kupitia mishahara yetu ambayo inakatwa haitoshelezi kusimamia hiyo mradi kiukamilifu, kulipia wale wananchi matibabu vile ingestahili. Usisahau pia nawe na viwango vya kwamba kuna mtu yule ambaye hawezi, serikali iweze kumlipia moja kwa moja na hivyo viwango. Kwa hivyo ni kweli hiyo pesa tukikaa hapa haitoshi, lakini kuiongeza inamaanisha nitolewe sehemu nyingine. Sio manake saa hizi tayari tuna makadirio kupitia ile mswada wa fedha. Sasa ukiangalia tumesema kama alivyotanguliza sehemu ya ukulima ingepasa kuongezwa. Nimesema hata hiyo sehemu ya elimu ambayo tunasema ina fedha nyingi bado pia hazitoshi, kwa sababu walimu hajatoshea, na hakika pia hiyo mijengo ambayo inasemekana bado haitatoshea na bajeti hii. Sasa je, ni wapi tungepunguza kuweza kuongezea hapa? Na ndio maana ningetaka Wakenya katika mjadala huu waseme katika upande kwa mfano bajeti ya maji ama ya ukulima, serikali ilikuwa inawekeza kupunguza bei ya mbolea. Basi pesa hii badala ya kupunguzwa mbolea iwe 2,500, mbona isiende 4,000 ili hii 1,500 ambayo itapatikana ndio ipelekwe hapa? Lakini sasa hapo watu wana tatizo tu kwamba haitoshi, ni kweli, lakini je, ni wapi tutoe ndio iweze kuja hapa? Kuna mmoja alikuwa amenukuu kwamba kwa mfano maeneo ya Northeastern kwamba kuna matatizo zaidi na kunataka kuwekezwa, lakini angalie bajeti. Ukiangalia bajeti hii katika Wizara ya Maji kuna mabilioni ya pesa ambayo imewekezwa kuchimba mabwawa kule, kwa sababu ndio tatizo. Na je, tutoe mabwawa kusiwe na maji, mifugo ife, ama mabwawa yako lakini kuna pungufu fulani? Sasa katika bajeti huwa ni kama vile wewe kwako nyumbani ungetaka kula pizza, lakini huni unasema wacha leo nile maharage na mradi kuche, kesho nikipata namna. Hivyo ndio bajeti. Na umetaja kwamba kuna miradi kama vile mabwawa, fedha zimetengwa kujengwa huko maeneo kame. Na ukweli si mara ya kwanza. Kwa hivyo tatizo ni lipi katika utekelezaji wa mipango hiyo? Maana unapata si mara ya kwanza kuona kwamba fedha zinatengwa kufanikisha miradi kama hiyo. Tatizo ni hili, na hapa nitalizungumza sio kama mbunge wa Matuga, lakini pia niko katika kamati ya maji. Kwa hiyo miradi naijua. Naam. Mradi mkubwa wa maji unahitaji kama bilioni 24. Kwa bajeti moja huwezi toa bilioni 24 ukafanya huo mradi ndio uishe katika mwaka huu. Na hata katika mipangilio ya utekelezaji ya kiutaalamu huwezi kufanya mradi wa bilioni 24 kwa mwaka mmoja. Kwa hivyo utakuta katika hii bajeti ambayo tunaiangalia saa hii, utakuta katika vile ambavyo imeandikwa kuna line imeandikwa 2024-2025 mwaka 24-25. Saa hii ni 25-26. Alafu pia tayari kuna makadirio ya 26-27. Kuonyesha kwamba mradi huu mwaka huu tutaupatia milioni 500 uanze, baadaye mwaka ujao tutauongezea, lakini sasa sisi wa Kenya tunataka mradi ufanywe kwa pamoja, ambao ni vizuri, lakini fedha hizo ukifanya hivyo inamaanisha walimu hawataandikwa, inamaanisha hospitali isipate na hizi vitengo vingine. Kwa hivyo hiyo ni sababu moja wapo. Nyingine pia zikatai kwamba hutokea wale ambao wanahusika pia kuna uzembe fulani hutokea. Hili pia lazima tulikubali, na sote ni Wakenya, wanaosimamia ni Wakenya siku hizi. Kwa hivyo pia hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba miradi hii inasimamiwa vilivyo.
kuna makosefu fulani, Naam. kuna mabadiliko fulani, Naam. lakini tatizo kubwa ni ile kwamba mradi mkubwa hawezi kuwekeza. Kama ni zile tunaita Earthpan ambao ni milioni 10, milioni 20, hizi moja kwa moja huwekezewa na miezi mitatu ikawa imeisha, lakini hilo si tatizo. Tatizo ni mabwawa ambayo yataweza kuhimili kiangazi, kuwe na maji ya wakulima kuweza kulima, kuweza kunyesha mifugo yao, na hii ni miradi mikubwa. Naam, asante sana kwa hilo. Pengine Victor, nikija kwako, ningependa sana tuangazie Rais amekuwa akizungumza katika maombi ya taifa wiki iliyopita alipokuwa katika sherehe za madaraka, hata jana alipokuwa anazindua hizi nyumba za maafisa wa polisi wa CBK. Jana alisema kwamba uchumi umeimarika maradufu kulingana na mfumuko wa bei umepungua kutoka 9% hadi 3%. Vile vile dola, shilingi ya Kenya dhidi ya dola Marekani pia inaonekana kuimarika, kuashiria kwamba mambo yapo shwari. Lakini tukienda kwa Wakenya wanaozungumza na hivi sasa, wanasema kidogo mambo ni tofauti, ground mambo ni magumu, hawana pesa mfukoni. Kwa hivyo ni viashiria vipi wanatumia serikali kuhakikisha kwamba, ama kusema kwamba kila kitu kiko shwari, na huku Wakenya wanaona mambo yako tofauti? Wanasema kwa kimombo the proof is in the pudding. Naam. Tunaweza sema uchumi unakuwa 5% na zaidi, na venye mwenzangu anasema kila kitu iko sawa. Lakini ukienda ukamuongelesha mwananchi wa kawaida, either kama ameajiriwa, utapata ile disposable income yake iko chini zaidi. Ile pesa ambayo wanatozwa, ile anakatwa kutoka mshahara kila mwaka inazidi kikatwa. Ukiangalia ile pande ya service in terms of vile kitu expect kutoka kwa serikali, hatuoni hizo barabara, hizo maboa hatuzioni, na hata ukienda kwa ground unapata hazipatikani. So inamaanisha kuna changamoto hapa. Ukiangalia Kenya for the last 10 years kumekuwa na on paper imekuwa ikionyesha growth, but ukiangalia ile growth ya Kenya na budget allocation imekuwa ikienda kwa public sector investment. Either utapata ni SGR ama utapata ni barabara inatengenezwa. Hizi ni vitu ni uwekezaji ambazo hazina ile impact, direct impact kwa mwananchi wa kawaida. Na hiyo ndio changamoto ambayo tunasema kama serikali ianze kuprioritize kuekeza katika sectors ambazo wananchi wengi wako. Wanabiashara wadogo, kilimo, na hiyo ndio kitu hatuoni, kwa sababu unapata either wakicollect pesa mara mingi inaenda kulipa deni ama inaenda kwa kulipa mishahara. Na inamaanisha wananchi watazidi kuumia. Naam. Na pengine umezungumzia swala zima la maendeleo, na tumetaja miradi kadha kama vile mabwawa na miradi mbalimbali ya barabara. Pengine kama mbunge unahisi kwamba serikali na pia wabunge na viongozi kwa ujumla mnaweza kufanyaje kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata maendeleo lakini wasitoze ushuru zaidi? Kwa hivyo unahisi kwamba kuna njia ambazo tunaweza kufanya, yani ni kipi, ni muujiza upi unaweza kufanyika tuweze kupata maendeleo, miradi iendelee na itamatike na Wakenya wasiumizwe na ushuru? Katika miujiza hiyo, nafikiri kwa mara ya kwanza imejaribiwa kufanya kwamba tuna mswada wa fedha ambao haujaongeza ushuru. Unajua hapa ndio watu hawajaelewa. Kwa mara ya kwanza tuna mswada wa fedha ambao hata wale ambao hawapendi labda serikali ama angetaka kukosoa, lakini saa hizi mtu nikimwambia angalia ule mswada wa fedha wa mwaka huu ni wapi ambao umeongeza ushuru, hakuna. Kitu ambacho kimefanyika ni kwamba kuna watu ambao walikuwa hawalipi ushuru. Nafikiri umesikia mmoja anasema sasa serikali inataka kujua mpaka napata pesa ngapi. Kwa nini isijue wakati unafanya biashara hapa na mimi ambaye na payslip na katushu? Kwa hivyo kitu ambacho imefanya ni kuleta wale ambao walikuwa hawalipi ushuru waweze kulipa ushuru. Na naona katika kile kiwango ambacho pia kimeanzishwa ni kiwango cha chini. Lakini hata hivyo katika bajeti mswada wa fedha huu umeweza kumwongezea yule mwenye kufanya kazi pia aweze kupata pesa nyingi. Usisahau tumepitisha sheria ambayo saa hizi ile tunaita pay as you earn, ambayo ndio ilikuwa ikichukua kiwango kikubwa zaidi katika mshahara. Saa hizi itaweza kutolewa baada ya kutoa hizi levies zingine ambazo ni kama housing levy na SHA ndio baadaye. Kwa hivyo hiyo moja kwa moja itaongeza fedha kwa yule ambaye anafanya kazi. Kwa hivyo miujiza hiyo naweza kusema ishaanza kutokea. Lakini la muhimu ni kwamba wakati mtu akisema hakuna pesa mfukoni, ni kweli kunaweza kusiwe na pesa mfukoni, lakini wajiulize pia wewe unajishughulisha na nini? Wakati serikali imeweza kusema tutawapatia fedha kwa ushuru wa chini, kwa gharama ya chini, kama vile ambavyo tunazungumzia Hustler Fund ilivyokuja, pesa za Youth Fund, pesa za Uwezo Fund,
kuna grant za wamama ambazo wanapatiwa, alafu wewe Mkenya unachukua unaenda kujivinjari nazo, alafu baada ya hapo unasema sina pesa mfukoni. Unatarajia nini? Na kama ni 500 mtu anafungua biashara vipi na shilingi 500? Mimi najua kwa sababu wewe uko hapa studio na labda mchanganuzi wa biashara yuko hapa, mnapata fedha nyingi ndio mnasema hazifanyi, lakini mimi kuna vijana ambao huwa wamenuia kabisa, mheshimiwa ukinisaidia na 400 naenda kununua kilo zangu 2 za njugu ama 3 za njugu, nitaweza kujifaidi na ni chanzo cha ile biashara kuendelea. Lakini ikiwa unatarajia tayari uanze na 1,000,000 ama na 500,000, hiyo ndio tatizo. Na mara nyingi kama ulivyosema, ikiwa kile kidogo huwezi kukidhibiti, hata ukipata pesa nyingi bado hujadhibiti, kwa sababu tatizo kawaida huwa yanakuwa zaidi ya zile pesa ulizo nazo. Naam, ningependa Victor akujibu, maana yake naona umemkaribisha katika hilo swala. Ukiangalia zaidi ya 90% ya wanabiashara wako Kenya ni wanaitwa micro. Inamaanisha wako na turnover ya less than 500,000 annually. Ukipiga hiyo 500,000 kwa kila mwezi, maybe inakuja 50,000. Unapata kuwa hana nafasi ya kulipa ushuru. Kwa sababu gani? Analipa kodi, analipa mshahara. Kijaribu kupiga total hesabu. Changamoto yetu ile responsibility ya leadership inafaa kukua ni kutoa mtu kutoka ile rat race. Hatufai kukua tuko sawa kusema ati mimi niko na mwananchi katika constituency yangu anaitisha 400 alafu atakuwa sawa. Wewe mwenyewe ukiangalia mtoto wako huwezi kubali afanye kazi kama hiyo. Mbona tusikue transformative in terms of the way tunafikiria, kuhakikisha kuwa tunaweza saidia huyu jamaa atoke kuuza njugu aanze kupeleka bidhaa China ama kufanya manufacturing ama kufanya agribusiness. Hatuwezi kuwa kila siku tunaambia wananchi wetu sisi watoto wetu tunawafanyia biashara mzuri na tunahakikisha tunawekeza katika sekta mzuri, lakini kuja mwananchi wa kawaida anawaambia chukua 500 jisort, nunua njugu na maisha itakuwa sawa. Sidhani kama hiyo ni haki. Unajua huyu mkanganuzi wa biashara sijui kama ashawahi kufanya biashara. Unajua mimi ni mwana biashara saa hii. Unaweza kuwa tu umesoma lakini hujafanya. Hapana, mimi nafanya biashara, Unajua katika masuala ya biashara hata ufanye nini, ni lazima kutakuwa na mabiashara zile makubwa na biashara ndogo, kwa sababu kwa kimombo tunasema hivyo ndio ecosystem inasaidiana. Hata wewe ukiwa kwako nyumbani kama unafanya biashara na hakika una mtu labda yuko pale ofisini labda ndio huwa anatengeneza chai, kuna mtu yuko pale ofisini labda yeye ndio mtu anashughulika na kubeba mafaili kutoka hapa. Huwezi kusema moja kwa moja hao sekta hiyo ama watu hao watatoka wote wawe wana export vitu China. Kwa hivyo katika masuala ya biashara tutabaki na hizo sectors. Haiwezekani hata ukienda Ulaya kama ushasafiri. Ukienda Ulaya kama ushasafiri, kuna watu wanapeleka matrela, kuna watu wanasafisha barabara. Wale nao pia utasema ni maskini kwa sababu serikali zao haziwasimamii. Kwa hivyo kiutaalamu wa biashara lazima hiyo strategy iwekwe. Lakini la msingi ni kwamba sisi wa Kenya ni lazima tujue kwamba kwa hali yoyote ili serikali iweze kujimudu, kwanza lazima itozwe ushuru. Lakini swali kubwa ni ule ushuru unaotozwa, je, unawekezewa mahali ambapo itasaidia? Kwa pale nilipo mimi na kuambia na sekta ambazo nikizitaja, kwa mfano ulikuwa umetaja upande wa ICT. Saa hizi katika serikali ya Kenya Kwanza ina mfumo ambao katika kila wadi kuwe na digital hub. Na hii ni pesa ya serikali, sio pesa ya ufadhili. Katika zile digital hub kuwekwe wifi ya bure na kuletwe kompyuta na kuletwe watu wataalamu kuwafundisha vijana katika ni vipi wataweza kujinufaisha na hizo digital hub kupata ajira. Sasa ikiwa hizo tutatengeneza, kwa mfano kama mimi mbunge nimetengeneza katika ward, kompyuta zimeletwa, alafu vijana sasa waseme si hatuna pesa mfukoni kwa hivyo hatuendi. Sasa unajua hapo sio tatizo la serikali, sasa ni tatizo la wale vijana. Na ndio naomba vijana saa hizi wachukue hiyo fursa, kwa sababu katika kila wadi nchi hii kuna digital hub, na tunajua tukiendelea mbele kazi za wapi ziko kwa mtandao. Ndio maana tukazungumzia ule wakati ambao tulikuwa tunangojea brick and mortar ushapitwa na wakati, na ndizo pesa ambazo serikali inawekeza katika maeneo kama hayo kutoa ajira. Naam, asante. Kweli ni kuwa cost of doing business in Kenya iko juu. Angalia finance bill za county, ukitaka kufungua biashara kidogo hata ya mayai ama unataka kuuza mandazi, for you to kuanzisha hiyo biashara uko na KEBS, uko na county, uko na SBP unafaa kulipa. There are a lot of taxes lazima ulipe. Na hii ndio tunasema ni lazima kama leadership ama kama serikali kuhakikisha kwa ile gharama ya kuanzisha na kufanya biashara iko sawa. Ukiangalia KNBS data
ukiangalia ile contribution ya GDP ya manufacturing, ukiangalia viwanda, nchi nyingi zinakuwa kwa kuwekeza katika manufacturing. Kenya ukiangalia ile contribution ya GDP kwa manufacturing kwa GDP imekuwa ikienda chini. Inamaanisha kuwa serikali haiwekezi katika viwanda kuhakikisha kuwa vijana wengi wanaweza pata ajira ama wanaweza kuwa katika hiyo sekta. Ukiangalia sekta ya ICT, ukiangalia ripoti mingi kutoka AU, ukiangalia KNBS, kuna zile vitu ambazo uwekezaji katika ICT ambazo lazima ifanyike. Kuwekea mtu kompyuta na kumwekea internet, hiyo ni cyber cafe. Serikali inafungua cyber cafe. Kuna cyber cafe ngapi huku nje? Inamaanisha kuwa lazima tufikirie zaidi vile ambazo tutasaidia vijana, other than kusema tuliweka tu ICT lab so utapata kazi. Haya, asanteni sana kwa maoni yenu. Kassim Mtandazo, huyo mbunge wa Matuga, na vile vile nimekuwa nikizungumza na Victor Otieno ambaye ni mwanauchumi. Na mtazamaji, moja kwa moja atachukua fursa hii kumpisha tena mwenzangu Majibu Kitao aendelee kuzungumza na Wakenya katikati mwa jiji la Nairobi. Kwako Majibu. Na ndio hiyo sasa bajeti. Nilikuwa na mazungumzo ya pembeni, wengine wananiambia kwamba Wakenya wataendelea kutupwa kama popcorn kwenye sinema za wadosi na ile bajeti ya 2025-2026. Nimerudi sasa na wacha nianze na bingwa hapo kwa kifupi tu. Tukiangalia sekta kama ya elimu, kuna ugavi wa zaidi ya bilioni 700. Hiyo ni takriban 28.1% ya bajeti nzima, lakini bado Wakenya wanalalamika. Vipi? Ya, katika sekta ya elimu tunakuta ya kwamba bajeti ile ambayo imewekwa pale haitoshi. Kwa sababu sasa tukiangalia kulikuwa na ile mradi wa free primary education, kuna mradi wa secondary education ambayo iko subsidized, kuna ile ambayo tunaona pia ya tertiary education. Bajeti hii haitoshi, na tunaona ya kwamba hata ukienda kwa tertiary education kama university hizi zetu, tunakuta Moi University ilifungwa, tunakuta TVET zingine kama hii ya Nairobi, it is at the verge of closure because of zile expenditure level na zile debt deni ambazo zile institutions zinabeba. So tunasema ya kwamba hata kama wana allocate budget kama hii, wanafaa waangalie sustainability ya bajeti hizi ambazo wanaweka katika economy yetu. Asante. Bwana Tetes, nije kwako kwa kifupi tu. Sekta ya elimu imepata mgao mkubwa zaidi kwenye ile bajeti, lakini mbona unalalamika? Ukiangalia sekta ya elimu, unajua katika uchumi wetu wa Kenya ni elimu ndio inawapa watu uwezo hata kufanya kilimo. Sasa elimu ni kitu ambacho serikali inafaa kuangalia vizuri na kuipea bajeti, allocation yake inafaa ikuwe ya juu zaidi. Kwa sababu kuanzia masomo, kuanzia primary, masomo kwa serikali ni bure. Ukienda kwa sekondaria, masomo ni bure. University ukipita mtihani vizuri, unafaa kulipwa na serikali. Lakini tunaona kwamba budget ambayo inapoa elimu ni budget iko chini kabisa. Na unasema tusipoangalia mambo ya masomo vizuri, tuipe pesa ambayo inatosha. Ili vile mwenzangu amesema kwamba there are some learning institutions that are going down. Tunataka kwamba wapewe pesa, wa set off their debts ili waendelee kufunza watu. Kwa sababu elimu ni kitu ya maana. Ingawa tunasema kwamba kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa Kenya, lakini elimu, bila elimu hata uwezi fanya kilimo vizuri. Asante. Kuna dada ameingia hapa hajapata nafasi ya kuzungumza. Ningeomba usimame kwanza, utuambie jina ni nani. Simama tafadhali tukuone kwenye kamera. Utuambie jina ni nani, halafu nianze na kukuuliza swali ambalo nimeuliza wenzako awali. Unakubaliana na hii bajeti kwamba itamfaidisha mwananchi ama ni ya kuzidi kumkandamiza zaidi? Majina yangu ni Joan Chelagat. Mimi ni member bunge la Gen Z Uasin Gishu na pia Kenya. Gen Z wanasemaje? Gen Z tumefinywa. Ongeza sauti kidogo tukusikie. Gen Z wanasemaje wa Nairobi na Uasin Gishu? Gen Z wa Uasin Gishu kitu tunasema
si tumefinywa. Kwanza like mimi personally, ndio, na wasichana wenzangu, wasichana wa timu yangu, kuna hii proposal ya diaspora remittance levy. Wanataka kuanza kucharge tax ya Mkenya mwenye ako abroad, ndio, of which ni 15% kwa pesa yenye anatumana ikuje Kenya kwa wapendwa wao. Sasa already sisi tumemake sacrifice ya kwenda abroad kufanya kazi, kwanza Gulf country huko ni kutafu, lakini tumemake hiyo sacrifice ndio tusomeshe watoto wetu na hii uchumi ya Kenya. Tumekuwa unemployed huku Kenya for long. Sasa tunaanza kuchajiwa, why? We're being charged. Na already kwa country yenye tunafanya kazi kuna taxation huko, like muoni kama ni overtaxation. Asante, yani ameongea kama Gen Z mpaka da mna overtax, why? Huko watu wanakufa, mtu unaenda ukijua like naweza rudi nipate mtoto wangu ama naweza ongea tu tunakusikia. Karibisha kwenye mdomo kipaza sauti. Asante. Ni kauli ametoa maoni ya Gen Z wa Uasin Gishu na Nairobi. Nipate kauli ya kubingwa pia hujazungumza. Pia naongeomba usimame tukuone kwenye kamera, na pia unakubaliana na kauli yake kwamba ile bajeti ni ya kumkandamiza Wanjiku zaidi. Asante sana. My name is Edgar Ginisha Zotieno. Me, I come from Busia County, Butler Sub-County, and I come from a ward called Marachu West. According to me, that allocation for education is peanuts, because the change of curriculum from 844 to CBC required capital investment. Because me, I will talk about rural school like those ones from where I come from. Those schools, they don't have enough classes to support this new curriculum. This new curriculum, the competent-based curriculum, we understand that there are some new things like computers that are being sent to schools. You cannot take computers to schools where there are no labs, burglar-proof labs. And there's a lot of insecurity in Kenya today as we speak. There's a school, a rural school from where I come from, called Brinda. They took their computers, and I think that one they were throwing. They were stolen like in a week's time. So, according to me, the support the government is giving to school to support the new curriculum is peanuts. Asante. Nipate kauli ya dada hapo mbele kidogo tu, kauli yake. Ungependa kumjibu dakika moja? Si kumjibu, lakini pia nilikuwa na maoni kuhusiana masuala ya kielimu pia. Itakuwa vibaya sana nikikuja hapa na nitoke bila kuongelelea masuala ya elimu ya ngao ya juu. Kwa kifupi tu. Ndio hiyo sasa. As we talk, sisi wenyewe tumeona pia government imecut I think 4.3 billion kwa basic education. Sasa tunaona pia ni kama wamelemaza ile the school feeding program kwa watoto wetu. Ukienda kule Samburu, hii school feeding program ama anywhere in those marginalized counties, walikuwa tu wanapewa mutisha na ile chakula at least ya mchana, lakini sasa government imekata hiyo 600 billion ikapeleka million, na tujui imepeleka wapi. Tukikuja kwa masuala ya maybe ya TVETs pia, kwa kifupi tunapata ni ukweli serikali inaekelea pesa mingi sana kwa TVETs, lakini wenye tuko kwa ground hiyo pesa haifiki in terms of infrastructure. We don't know whether pesa inawekwa kwa karatasi lakini haifiki kwa ground, ama the management of these institutions ndio pia iko poor. I think we are only everybody accountable for the mess in this country. Asante. Nipate kauli yake kwa kifupi. Je, unadhani sasa ufisadi umetengewa mgao kwenye ile bajeti? Naam. Kwa sababu tunaona what is on the paper ni kama ufisadi inapangwa katika ile bajeti to make sure the money is there
but haifiki mahali inapaswa kuwa. Kwa swala la elimu, mimi mwenyewe ni mwalimu. Tuliona juzi hakukuwa na pesa ya watoto ya kufanya mtihani. Ni country gani ambayo ina watoto shuleni lakini hawatilii maanani mtihani wa kitaifa ambao unapea wanafunzi the transition period to go to the next level? So hizi pesa zinaenda wapi? Zinaenda kwenye mifuko ya hawa politicians ama MPs ambao wamegawiwa maybe a certain amount in the NGCDF ili wapeleke katika constituency zao, lakini zinaenda zinafanya mambo mengine. For example, the MP is supposed to be building classes. That is one of the mandates yenye anafaa kuwa anafanya, lakini unapata kuna shule zingine, kuna wanafunzi wengine wanasomea chini ya miti hata katika karne ya 21st century. So where does this money go? Watoto hawapati the bursaries, wanafukuzwa shuleni. Hizi pesa zinaelekea wapi? Asante. Pesa zinaenda wapi? Nipata kauli ya Bingwa hapo mbele yako, huyu hapa mbele. Bingwa, alafu nije kwako dada. Huyu tu kwa kifupi. Pia kama tutatenga mabilioni ya pesa, tunasema ni za miradi maalum ambao hatujui ni miradi ipi. Yu nadhani kwamba ufisadi umetengewa bajeti, una mgao wake. Unajua, kwa muda mrefu katika nchi yetu tunakuwa na kile inaitwa the theory part of budgeting, but there's the practical part yenye inakuja kwa ground. Sasa hii pesa ikienda mali nafaa ifike, inafika kweli? Hiyo ndo sababu unaangalia example higher education, shule kama Moi ama TUK iko na almost a deficit of billion mingi. Unaona higher education iko na deficit ya 122 billion kwa hii provision yao. Unaona sio eti allocation ya hiyo haikuwa in as much as, hata kama hiyo pesa ilikuwa mingi, imezidi hiyo provision yao, lakini corruption inachukua a chunk kubwa sana. Tunasema corruption ya hii inchi inakuwa almost 60% of hiyo pesa inakuwa collected kwa revenue. Sasa corruption inakuwa shida yetu, lakini niseme corruption sio hiyo shida yenyewe inaweza to stop kupata maendeleo. Corruption imekuwa, lakini hiyo ni kitu systemic. Kuitoa itachukua muda mrefu sana. Sasa hizi tuzuie kupata ile tunachohitaji kwa maendeleo ya wananchi. Hii yenye tumepewa hii tutumie vilivyo tukisonga. Asante. Mpe mwenzako sasa kwa kifupi, tushazungumza Bingwa. Mpatie mwenzako sasa kwa sauti. Dakika moja, unasemaje? Unajua ndugu yangu anasema kwamba corruption haizuii maendeleo. Sasa nataka kuuliza ndugu yangu, juzi tumeona wakulima waliuziwa fertilizer ambayo ni mbaya. Hiyo sio corruption? Tulitoa mazao, kutoa mazao. Asante. Pata kauli hiyo ni mismanagement. Asante. Okay? Na kuna tumekuwa na shida ya corruption. Hakuna nchi haina corruption, hata yenye iko na very strong laws against kwa hiyo unashikilia kwamba ufisadi uwepo, lakini kwa kiasi fulani usizidi sana. Nashikilia kuwa corruption iko na ni shida, it's a long time problem. Hatuwezi solve saa hii. Sasa tuki-insist lazima tu solve corruption saa hii ndio tupate maendeleo, itakuwa story nyingine refu. Mambo ya corruption lazima tuzibe na tuzibe kuwa solve saa hii. Kwa hiyo kulingana na wewe saa hii tuzingatie nini haswa? Acha nikwambie. Kitu ya kwanza tunafaa tufanye ni kuimplement hiyo budget venye inafaa ikuwe na hizo vitu kwa wananchi wakisema hii tunafaa tuongeze na tunafaa tutoe. Na tukichukua muda yetu tunataka kumaliza corruption saa hii, that's a no talk. Asante. Sasa mpatie mwenzako kwa sauti kwa kifupi tu, na mbona nafaa kurudisha studioni. Wananchi wenzetu
hawatakuwa in a position ya kuongelelea. Na mbona nafaa kurudisha? Washasikia kauli yako. Kwa kifupi tu. Dada aongee nirudishe studioni. Kwa kifupi tu. Mpe kipaza sauti mwenzako aongee jameni. Kwa kifupi, endapo utapatiwa nafasi ya kubadilisha chochote kwenye ile bajeti, utabadilisha nini ama yote back to sender? Ningependa kwa bajeti Kenya ningeza badilisha ni I would love the budget to be itemized. Let us know this has been allocated for this. Where is it going specifically? Ndio audits zikifanywa tunajua hii pesa ilikuwa imeallocatiwa hapa ndio imetumika hapa. Utaangalia mambo tukiongelea kuhusu elimu. Tumetoka kuisema saa hii. They are underfunded parts like the HELB scholarships. They are underfunded by 11 billion. TVET still underfunded. Kuna hiyo school feeding programs, watoto hawataweza kwenda shule. Bursaries, how county government nayo inapewa bursary, lakini kumbuka education is devolved kwa county level. Unataka kuniambia bursary inapewanwa kwa mtoto wa preschool? Asante. Kwa hivyo hapo ndio pesa inaenda. Na mbona nafaa kurudisha studioni, muda umetamatika. Mbaya sana, lakini na mbona nafaa kurudisha sekunde 30. Kweli. Unajua Senator Keg Bia ndugu yangu, nimesema mara ya 3. Senator Keg Bia tunakandamizwa. Wanapandisha bei. Wamepandisha bei kutoka 100 lita mpaka 120 na 125. 150. Hata hiyo tunataka serikali ijue kwamba sisi wanywa pombe lazima bei ya pombe irudishwe chini. Kwanza keg kuje mpaka 50 kwa lita. Asante. Sasa wakipandisha bei ya keg, jameni, zile nyingine zitauzwa pesa ngapi? Na acha nirudishe studioni kwa mwenzangu Busara na Ama, lakini tayari umeweza kusikia maoni ya wakazi wa jiji la Nairobi, umeweza kusikia kauli zao. Wengi wanapinga kabisa ile bajeti, na ilivyo kwa sasa ni kama wanasisitiza baadhi ya Wakenya wajipange na degree ya kupambana na diploma ya kuvumilia endapo ile bajeti itapitishwa ilivyo kwa sasa. Asanteni sana kwa kutenga muda wenu kuwa nasi hapa live kwenye runinga Ketu Sifuna Kameme, na kikosi kizima nyuma ya kamera kikiongozwa na MC Dan. Nasema asanteni. Kutoka Kencom narudisha studioni. Mimi ni Majibu Kitao. Naam, asante sana Kisao. Bila shaka ndani ya studio namalizia mdahalo pia nami nipo na Kasim Tandaza, mbunge wa Matuga, na vile vile Victor Oteno ambaye ni mwana uchumi. Mmesikia pale wanasema kamnyweso ama kile kinywaji wanasema kipunguzwe bei, maana yake wanalalamika sana. Lakini tukichukua maneno ya mwisho, tukimalizia niko dakika kama 5, kwa hivyo tuko na muda kidogo, lakini ningetaka sana kuzungumzia swala la ufisadi. Maana yake pale kuna baadhi wanasema pesa zinaenda wapi, na kuna baadhi pia wanalalamika kwamba kuna ufisadi ndani ya bajeti, maana kuna pesa ambazo zinatengwa lakini hazijulikani zilivyotumika. Pengine unaweza kuzungumzia vipi hili swala? Ufisadi upo, na lakini sio kwa bajeti kwamba ati kuna pesa tutapitisha kwa sababu ya ufisadi. Ukiangalia ile bajeti karibisha mikrofoni karibu. Naam, ukiangalia hapo ile bajeti ambayo tumeanza kuizungumzia leo, mmoja amesema angetaka iwe itemized. It is actually itemized. Ule ukweli ni kwamba katika wizara ya elimu nasemekana hii ni recurrent ni ile mambo ya mishahara labda na kuweka mafuta, na hizi pesa hizi zitajenga TTI hapa, zitajenga primary school hii, itajenga abara hapa, itajenga kituo cha kutaasisi mambo ya elimu hapa. Hiyo bajeti iko na uwazi kila fedha. Ukienda kwa wizara ya maji, kuna bajeti ya kwanza ni ya mishahara, ile inaitwa recurrent, nyingine kama ni mabwawa pia yana majina kwamba pesa hizi milioni 20 zitaenda kwa hili bwawa dogo, milioni 50 zitaanzisha hii. Hiyo iko. Kwa hivyo hakuna bajeti ambayo inapitishwa kwamba kuna pesa fiche kwa minajili ya ufisadi. Lakini wakati wa utekelezaji lazima tukubali kwamba Wakenya sasa wanaingiza ufisadi hapo. Kuna mmoja amezungumzia swala muhimu la basari. Ni kweli basari haitoshi. County government, CDF, na hii dhana ya kwamba pesa ya CDF ni ya wabunge, ningeomba Wakenya wasome sheria ya NGCDF Act vile ilivyo. Ile swala la kwamba mbona mbunge hajajenga darasa na watoto wanakaa chini, wajue kwamba mbunge hakalii bajeti ya NGCDF. Pengine pia hapo waweze kutofautisha kwamba ni vipi miradi hii inaendeshwa vipi, lakini tujue kwamba mgao unaoletwa katika maeneo bunge pia nao hautoshi kama vile ambavyo wanazungumzia katika hii miradi mengine. Lakini nikimalizia ni kwamba hii bajeti ikiwa mtu ataweza kuisoma vizuri na ielewe, kulikuwa na swala muhimu, je, ingetaka mtu ipunguzwe wapi iongezwe wapi, na hapo tayari
hakutatokea jawabu, kwa sababu karibu kila sekta bado ingehitaji fedha zaidi kwa manufaa ya wananchi. Tusisahau katika bajeti hii kuna bilioni 400 ambazo zitaenda kwa ugatuzi. Saa hizi leo kulikuwa na mchakato kwamba magavana wanasema pesa hizi pia hazitoshi, wangetaka waongezewe takriban bilioni 60. Tayari kuna kamati itashughulikia hiyo. Lakini pia katika counties kuna miradi ambayo pia wao ni wafanye nini? Wafanye kwa minajili ya wananchi wao, na ile huwa inakuja katika ule mfumo wa kwamba kila county ina mahitaji yake tofauti. Nikimalizia, kuna pesa za equalization fund ambazo pia ziko katika hii budget, ambazo pia zinaangalia yale maeneo na ni takriban bilioni 10 ambazo katika hii budget, tukitambua kwamba kuna sehemu zingine zilinufaika kimbele na wengine wako nyuma. Wakati wengine wanasema wanatafuta maji ya bawa wanye, wengine maji ya mfereji ndio wanatumia kunyunyizia maua yao katika maeneo yao. Kwa hivyo katika bajeti hii pia kuna pesa kama hizo. Sasa ni ule ufuatilizaji na utekelezaji wa hii miradi katika hizo pesa. Asante. Acha tusikie neno la mwisho kutoka kwako Victor Mwanochumi. Kumbuka budget ni allocation, si pesa ambayo iko kwa ground. Ile assumption inafanyika katika bajeti ni kuwa serikali itaweza kutoza wanabiashara wadogo, itaweza kutoza wavumbuzi, itaweza kutoza watu ambao wako katika zile sekta ya viwanda ili waweze kuraise ile revenue wanahitaji. Changamoto ni kuwa tusipoekeza katika hizi sekta na tuwekeze katika sectors ambazo hazina ile return on investment, inamaanisha hatutaweza kupata ile on source revenue, inamaanisha tutazidi kuenda kuomba madeni kujaribu kufund budget yetu. So for me I think kitu ya muhimu ni kuhakikisha kuwa tunaekeza katika sekta za wanabiashara wadogo, wavumbuzi na viwanda, ili tuhakikishe kuwa tunaweza kupata ile ushuru ya kufund hiyo budget. Otherwise itakuwa tunaongelea mambo ya budget kubwa lakini hatuwezi kutimiza. Na pengine sema zako kuhusu ufisadi? Ufisadi wanasema pesa sijui zimeenda wapi wakati utekelezaji. Kitu ya muhimu kwangu ni ufisadi imekuwa kwa miaka. Shida ni ile njaa ya wabunge na leadership imekuwa juu, lakini kitu ya muhimu usimkasirishe bwana Kassim. Unamaanisha wafisadi ni wabunge na walio juu. Ukweli ni hata private sector hakuna ufisadi. Iko. Sasa pia private sector pia ufisadi huko na tunajua. Malizia neno lako tufunge. Kenya nilikuwa nasema ni kitu cha muhimu ni kuwa tuko na 4.2 trillion budget. Around 2 trillion ni ile pesa ambayo inarokotwa kutoka na KRA. Changamoto ni kuwa KRA haitaweza kupata ile pesa kama kwa ile budget yetu, ile allocation ya expenditure hatutaekeza katika sectors ambazo ni muhimu. Na hapo ndio naomba serikali wahakikishe kuwa inaekeza katika sekta hizi. Haya basi, ningependa sana kuwashukuru jamani kwa kuja katika matangazo haya maalum. Najua kwamba wengi wamejifunza kutokana na yale ambayo mmeyasema. Kwa hivyo nashukuru sana kwa muda wenu. Na mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna budi ila kutia nukta basi awamu hii ya Kiswahili. Mtazamaji, nimekuwa na mgeni ambaye ni Kassim Tandaza, mbunge wa Matuga, na vile vile Victor Otieno ambaye ni mwana uchumi, na kwa niaba ya kundi lote basi nasema shukrani za dhati kwa kuwa nasi. Naondoka, mimi ni Busara Naman, nitakuwa napisha kundi zima la Kimombo kuchukua usukani na kulisukuma gurudumu hili la matangazo haya maalum ambayo yanakujia katika runinga K24 na vile vile runinga ya Kameme TV. Kwaheri. TV Muthegi wa Ruriri. One day you will eat, walk and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? To go close to take control over the hearts of empire. When in Noma sana.
legends get messy. But Ushindi cleans legend. Kama huyu anakuja hivi kila siku. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal, because legends deserve a winning claim.